Karibu kwenye hadithi za Biblia. Katika dunia inayokimbizana na habari za muda mfupi, hadithi za Biblia inaleta pumziko la kweli kwa roho yako. Hapa tunasimulia hadithi takatifu kwa sauti ya utulivu, hisia na uhalisia unaogusa moyo. Kila simulizi ni mwanga wa matumaini, mafundisho ya kina na nguvu ya kiroho kwa kila kizazi. Kama umewahi kujiuliza jinsi Samsoni alivyoangusha hekalu au namna Daudi kijana mdogo alivyomshinda Goliathi, basi hapa ndipo mahali pako. Tunaibua mafunzo yaliyofichwa, tunachambua matukio kwa lugha nyepesi lakini ya kugusa moyo, na tunakukaribisha kuishi ndani ya Biblia kwa njia mpya kabisa. Jiunge nasi. Hadithi za Biblia si tu channel, ni safari ya imani, hekima na neema. Zamani za kale, katika nchi ya Usi, aliishi mtu mmoja aliyeitwa Ayubu. Ayubu alikuwa mtu mkamilifu, mcha Mungu, mwaminifu na mwenye kuepuka uovu. Alibarikiwa sana, alikuwa na watoto 10, mali nyingi na heshima kubwa miongoni mwa watu wa nchi ile. Siku moja, huko mbinguni, malaika walikusanyika mbele za Mungu na shetani pia alikuwepo miongoni mwao. Mungu alimtaja Ayubu kwa fahari, akisema, "Je, mmemwona Ayubu? Hana mfano duniani. Ni mtu mkamilifu na mcha Mungu." Lakini shetani akajibu kwa kejeli, "Ayubu anakuogopa kwa sababu umemlinda kila upande. Lakini mpe mateso kidogo, uone kama hata kutukana uso kwa uso." Mungu, akimwamini Ayubu, alimruhusu shetani amjaribu lakini bila kumuua. Mara Ayubu akapigwa na majanga ya ajabu, mali zake zote ziliangamia, watoto wake wote 10 walikufa kwa ajali moja mbaya, na hatimaye mwili wake mwenyewe ulishambuliwa na ugonjwa wa kutisha. Ayubu akajaa majipu mabaya, kuanzia utosini hadi kwenye nyayo za miguu. Alikuwa na maumivu makali yasiyopungua, na hata alichukua kipande cha sufuria kujaribu kujikuna majipu hayo. Akaketi kwenye majivu, akilia kwa uchungu mwingi. Mke wake, akiangalia mateso hayo, alimwambia kwa huzuni, "Bado unashikilia uadilifu wako? Mlaani Mungu ufe." Lakini Ayubu akajibu kwa sauti dhaifu lakini ya imani, "Unasema kama mwanamke mpumbavu. Je, tupokee mema kutoka kwa Mungu, tusipokee mabaya?" Katika mateso yake, Ayubu hakumtukana Mungu hata mara moja. Marafiki wake watatu, Elifazi, Bildadi na Sofari, waliposikia juu ya mabaya yaliyompata, walimtembelea. Walipomwona kutoka mbali, walishindwa hata kumtambua. Wakalia kwa sauti, wakararua mavazi yao na kujipaka mavumbi kwa huzuni kuu. Kwa siku 7, usiku na mchana, walikaa kimya pamoja naye, kwa sababu maumivu ya Ayubu yalikuwa makubwa sana. Kisha, baada ya muda, Ayubu akaanza kulalamika. Akailaumu siku aliyopewa kuzaliwa. Akasema, "Laana iwe siku niliyozaliwa. Mbona sikufa tangu tumboni mwa mama yangu?" Marafiki zake wakajaribu kumweleza kuwa labda aliteseka kwa sababu ya dhambi alizofanya, lakini Ayubu alijua hakukuwa na dhambi iliyostahili mateso kama hayo. Alilia, akaomba kujua kwa nini Mungu alimruhusu apitie mateso hayo. Majadiliano kati yake na marafiki zake yalichukua muda mrefu, lakini Ayubu aliendelea kushikilia kuwa yeye ni mwaminifu kwa Mungu. Hatimaye, Mungu mwenyewe alimjibu Ayubu kwa sauti ya dhoruba, akimwonyesha ukuu wake wa ajabu na kuuliza maswali kama, "Je, ulikuwepo nilipoiweka misingi ya dunia?" Kwa hayo, Ayubu alitambua udogo wake mbele za Mungu, akaungama na kusema, "Nimekosea. Nitanyamaza na kutubu katika mavumbi na majivu." Mungu aliwakemea marafiki wa Ayubu kwa maneno yao yasiyo sahihi juu ya Mungu. Kisha, kwa huruma kuu, Mungu alimponya Ayubu, akamrudishia afya yake. Isitoshe, Mungu alimbariki mara 2 zaidi alivyokuwa mwanzo. Alimpa watoto wengine 10, mali nyingi na maisha marefu. Ayubu aliishi miaka 140 baadaye, akiona vizazi 4 vya watoto wake, hadi akafa akiwa mzee sana, amejaa siku.